Upande wa kwanza tuna Juma Jux, mfalme wa R&B nchini Tanzania, mwanaume ambaye brandi yake kwa miaka mingi imejengwa juu ya picha za kifahari, mavazi ya bei ghali yanayokuwa yanaitwa African Boy na mahusiano yenye muonekano wa juu sana au wanasema high profile lifestyle. Yeye anajua thamani ya picha, image au muonekano wa nje. Upande wa pili tuna Priscilla Ojo, binti wa Nollywood, mjasiriamali wa mitindo mwenye ushawishi mkubwa wa kidigitali nchini Nigeria. Kisaikolojia, wanandoa hawa wawili wanawakilisha kundi la wanawake na wanaume wanaoitwa the high status synthesizers. Yaani maana yake watu ambao mapenzi yao sio tu swala la hisia za kimapenzi, bali pia ni biashara inayoingiza mamilioni ya fedha kupitia clicks na ubalozi wa bidhaa mitandaoni. Jux mwenyewe alishawahi kufanya utani kuwa harusi 6 hazitoshi na alitaka kufanya harusi kila nchi. Shida inaanzia hapa. Mwanamke unapoitazama na kutamani maisha haya, unapoingia au unapotamani mahusiano ambayo msingi wake umejengwa juu ya kila mtu aone sisi tuna muonekano bora, akili yako inaanza kubadilika bila wewe kujua. Unaanza kuamini kuwa mapenzi bora na thamani yako kama mke inategemea jinsi ambavyo mwanaume anavyokutendea au kukuonyesha hadharani. Lazima mvae nguo sare mkienda kwenye sherehe na jinsi ambavyo watu wanawazunguka wanavyowasifia. Unasahau kuwa mahusiano hayalishwi na likes za Instagram. Mahusiano yanalishwa na mazungumzo magumu, machozi yasiyo mbele ya kamera wala macho ya watu, na uwezo wa kukubaliana wakati mkipitia mifarakano au mambo magumu ya kibinadamu. Kwanza inabidi uelewe, ukiwa ndani ya mahusiano yanayohitaji perfection au muonekano mzuri, siku zote mwanamke utafikia kitu kinachoitwa the performance fatigue au kwa Kiswahili uchovu wa kuigiza.